Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri ambao Mungu ametupea siku hii kwamba tupate asubuhi njema, na ukumbuke kwamba baraka za Mungu huwa njema na upambazuka kila asubuhi. Mungu ana mpango mzuri na wewe, ndio maana mpaka leo uko mzima. Ukitaka kuniita uniite Evangelist Michael. Leo tunaendeleza somo ambalo ndugu yangu unalikumbuka vizuri. Ili somo tulilianza pamoja na wewe, tulikuwa na pati ya kwanza, pati ya pili, na inaongelea dhimu kubwa, inasema mambo 12 yanayobeba hatima ya maisha yako. Sasa ukifanya haya mambo 12, sasa wewe utaharibu hatima ya maisha yako. Leo tutaongelea jambo la 10, jambo la 11 na jambo la 12. Na kama utakuwa hujasikiza kuanza nini la kwanza, nitakuomba urudi kwa video tulizozifanya hapo nyuma, na utabarikiwa. Jambo letu la 10 linasema kwamba ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, ndugu yangu, usubiri raha ije. Wewe ukae hapo ukisubiri raha ije. Ona huyu mtu ambaye anaitwa mvivu katika Methali ya 19:24, Methali inasema hivi: mtu mvivu utia mkono wake sahanini, ila hataki hata kuupeleka kinywani pake. Mtu mvivu anakuwa anaweka mkono kwa sahani, lakini hata kupeleka hapo kwa kinywa ni vigumu kwake. Huyu ni mvivu, mtu ambaye anataka hata afungue kinywa apate mtu wa kumpea chakula. Ndugu yangu, ukiwa mvivu, hata maisha yako, hatima ya maisha yako itaharibika. Kuwa mtu ambaye utajichakachua, fanya kazi, na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Jambo la 11 ni kwamba ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, rizika na hali yako ya sasa, rizika na hali yako uliyo nayo. Ukisoma Mambo ya Nyakati 4:10, utakuta habari ya kijana anayeitwa Yabes. Yabes ni mtu ambaye aliomba Mungu, akamwambia kwamba Mungu, ingekupendeza upanue mipaka yangu. Ni kusema kwamba alikuwa na mipaka na alikuwa na hali ambayo haikumridhisha, hakutaka kukaa katika hayo mazingira. Akamwambia Mungu, nipanulie mipaka yangu, na Mungu alisikia maombi yake. Mungu akamjibu. Unapokuwa huridhiki na hali uliyo nayo, Mungu atapitia hiyo hali yako, na basi Mungu atakupatia ujasiri na Mungu atajibu maombi yako. Mtu ambaye haridhiki na hali aliyo nayo ni mtu ambaye anamtegemea Mungu kila wakati, ni mtu ambaye humlilia Mungu amtendee, ni mtu ambaye hutaka Mungu ampanulie na amwongezee zaidi na zaidi. Usirizike na hayo maisha uliyo nayo, hata hiyo kiwango chako cha kiroho akijafikia pale ambapo Mungu anataka ufike. Tembea na Mungu na utaona Mungu atakupanulia mipaka ya maisha yako. Basi jambo la mwisho, mpendwa, tunataka tuongelee jambo la mwisho, nalo ni ukitaka kwamba hatima ya maisha yako iharibike, basi mkatae Mungu. Ukitaka hatima ya maisha yako iharibike, basi ndugu yangu, mkatae Mungu, na utakuwa umefanya kazi ambayo itakurahisishia basi kukosa na kutokufaulu maisha yako. Angalia katika kitabu cha Methali 1, ile sura yake ya 7, inasema kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Hata katika ile Zaburi ya 111 mstari wake wa 10, Biblia inasema kwamba kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Ni kusema kama unataka kuwa na hekima, watakiwa umche Mungu. Ukimwacha Mungu, hatima ya maisha yako ina shida sana. Ukimwacha Mungu, huna mwelekeo. Utakuwa umekwenda katika njia ambayo utajikuta umepotea, sababu umemwacha nani? Umemwacha Mungu. Mungu anataka umkumbuke, Mungu anataka umtumaini, Mungu anataka uwe ndani yake, na hapo ndipo utakuwa uko na akili. Usipomjua Mungu, akili huna. Sasa utajuaje kufanya hatima ya maisha yako nzuri kama huna akili? Utakuwa mtu kama kichaa ambaye hana mwelekeo, anabebwa na upepo huko, Ndugu yangu, mtegemee Mungu na mkumbuke Mungu wakati wa maisha yako. Basi Mungu akubariki, na ujue kwamba hatima ya maisha yako iko mikononi mwako.
Ukitaka uharibike, basi utaharibika. Ukitaka ufanyike mambo mazuri, pia utafanyika mambo mazuri. Ukumbuke kwamba Mungu ana plani nzuri katika maisha yako, na anachotaka ni kwamba ufanikiwe, na tena uzidi kufanikiwa. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Wacha tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba na mpendwa ambaye unamjua vizuri, Bwana, najua kwamba huwezi kutaka hatima ya maisha yake iharibike, na ninamwombea kwamba Bwana umsaidie. Wewe ubebaye hatima ya maisha ya watu wako, unayeweza kuwaongoza katika njia iliyo nzuri, Bwana umuongoze na huyo anayenitazama, kwamba Bwana hatima ya maisha yake ifanikiwe. Umfanye kichwa si mkia. Bwana umsaidie anapoangalia hizi video zote 3. Bwana umtendee jambo kubwa katika maisha yake. Nina imani kwamba utamwongezea imani na maarifa, na mkono wako utakuwa juu yake siku zote za maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo tuomba, pia tushukuru. Amen, amen. Barikiwa mtu.